Na nipende tena kumshukuru Mungu kwa nafasi na kibali ambacho amenipatia tena siku ya leo kufika imani mwake, lakini nimshukuru kwa ajili yako wewe ambaye umepata neema ya kufika imani mwa Bwana. Amina. Tunaendelea na somo letu la ijue nguvu ya kung'ang'ana. Jumapili iliyopita tulikuwa na session ya kwanza, lakini leo tunaendelea na session ya pili, ambapo nilisema kwamba tutakuwa tuna session mbili ambayo ilikuwa ni Jumapili ya tarehe 26 na leo tarehe 3, lakini kwa neema ya Mungu nimepata muda. Mwalimu ameniambia kwamba niendelee na hili somo mpaka nitakapomaliza. Kwa hiyo nimepewa mwezi mzima. Kwa hiyo naamini ndani ya mwezi huu Mungu ataniwezesha nitamaliza kabisa, na kama sitomaliza basi naamini kwamba siku ni nyingi. Bado mna Jumapili 4 nitakuwa nimefika mbali sana. Tulianza na utangulizi, tukaangalia maana ya kung'ang'ania, tukaona ni kudumu katika imani bila kuacha, na kung'ang'ana si maombi ya siku moja bali ni msimamo wa muda mrefu, kwa sababu wengi huanza ila wachache humaliza. Na tukaangalia katika kitabu kile cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, neno la Mungu lilisema kwamba akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Maana neno la Mungu lilikuwa linatusisitiza ya kwamba tunapaswa kuomba bila ya kukata tamaa. Maana yake usipokata tamaa ndipo pale unapoweza kile ambacho unaking'ang'ania ukaweza kufanikiwa kukipata kutoka kwa Mungu, kwa sababu unang'ang'ana pasipo na kukata tamaa. Na tukasema kwamba unapong'ang'ania jambo lazima uendane na vitu viwili, imani pamoja na uvumilivu. Imani pamoja na uvumilivu, ambao imani hii itakujengea wewe, kwa sababu unaomba kwa matumaini ni kitu ambacho hukioni, kwa sababu Biblia inaniambia kwamba tunafanya kwa imani bali si kwa kuona kwa macho. Kwa hiyo katika maisha ya Kikristo, sisi kama Wakristo tunategemea sana vitu vyetu kwenda kiimani zaidi pasipo kuona kwa nini? Kwa macho. Kwa hiyo unapokuwa unafanya kitu kwa imani inakujengea kuweza kukupa wewe moyo wa uvumilivu wa kuvumilia kile ambacho unang'ang'ania kwa Mungu uweze kukipata. Nitaanza na mfano siku ya leo. Tuliangalia mpaka sehemu ambayo kwenye swali ambalo lilikuwa linasema kwa nini tung'ang'ane. Tukaona kwamba mahitaji mengine yanaweza kuhitaji maombi mengi kwa muda mrefu kabla ya mafanikio kuonekana. Tofauti na hakimu, kwa sababu tuliona hadithi ile ambayo tuliona katika kitabu cha Luka, hadithi ya hakimu pamoja na mama mjane aliyekuwa akidai haki yake. Tofauti na hakimu katika hadithi, Mungu anatujali, hatupuuzi, anatusikiliza, hatumchoshi wala kumfanya kuwa kichaa kwa kuja kwake mara kwa mara, kama vile mjane alivyokuja mara kwa mara kwa hakimu, na tuenende mara kwa mara mbele za Mungu. Amina. Leo nitaanza na mfano mmoja ambao unahusiana na somo letu la kung'ang'ana. Nimekuwa nikipata bahati ya kuongea na baadhi ya watu mbalimbali. Najua mimi ni kijana, bado sijaoa, lakini Mungu amenipa neema na kibali cha kuongea hadi na watu ambao wako katika ndoa zao. Na mara nyingi huwa nawashauri vitu ambavyo yani vinakuwa ni vikubwa, kwa sababu unakuta mtu ananielezea tatizo ambalo ni zito. Kwa upande wangu naonaga ni zito. Mpaka kuna kipindi fulani nilikuwa nafikiria najiuliza inawezekanaje mtu anakuja kwa kijana kama mimi sijaoa, anaanza kunielezea matatizo ya ndoa yake, anataka ushauri kutoka kwangu na mshauri nini. Nilikuwa inanipa wakati mgumu sana. Lakini hadi kuna siku nilimuuliza mama, nikamwambia, "Mama, hivi inakuaje? Yaani unakuta mtu ananifuata, anaanza kunielezea ni matatizo ambayo nasema ipo ni kibali ambacho Mungu amekupatia. Kwa hiyo unapopata nafasi kama hiyo usihangaike. Wewe muulize Mungu nini nifanye kwa ajili ya tatizo hili." Sasa kuna siku moja nilikuwa nazungumza na mama mmoja. Yule mama alikuwa anapitia changamoto katika ndoa yake kwa sababu ana ndoa moja. Sasa alipokuwa katika ndoa yake alikuwa na changamoto na mume wake, mpaka ikafikia hatua sasa amefika mwisho anawaza kutengana na mume wake. Na ni mama ameishi muda mrefu na mume wake na ana watoto wawili. Sasa katika mazungumzo, sababu ni mazungumzo yalikuwa vitu vingi akinielezea, siwezi kueleza vyote, lakini hapa tunataka kugusia tuone namna gani ambavyo unatakiwa usimame katika kung'ang'ana kile kilicho chako.
Mama yule alikuwa Mkristo kama sisi hapa, anasali, lakini baadaye akawa ameacha. Ikawa napenda nikizungumza naye, sababu nilikuwa nafanya naye kazi. Nikizungumza naye namwambia, kwa nini karibu kanisani, njoo kwenye ibada, tusali wote, tumtukuze Mungu, vitu kama hivyo. Naendelea kumwelekeza, kuendelea kumpandia mbegu ya imani ya kuendelea kumtumaini Mungu. Lakini anasema, unajua mimi nakata tamaa kwa sababu kanisani unakuta watu wananisema mara sina nguo, mara sijui ukienda kanisani na nguo tu moja kila siku hiyo hiyo inakuwa shida, ila unajua wanawake sisi tunakuwa na maneno mengi. Nikamwambia hapana, hiyo sio sababu inakufanya wewe usiende kanisani. Unapoenda kanisani usiende kwa kumfuata mtu. Nenda kwa kujua ya kwamba ninaenda kumtafuta Mungu. Unapotambua kwamba ninaenda kumtafuta Mungu, ng'ang'ana na Mungu wako. Hata utakaposikia maneno, sawa, kuna wakati mwingine unaweza ukasikia maneno mpaka yakakuvunja moyo. Kweli, hiyo ni ipo, kwa sababu tuna mioyo ya nyama ya kibinadamu. Lakini unapong'ang'ana na Mungu, anakutia nguvu, kwa sababu unajua ni kitu gani unaking'ang'ania. Lazima Mungu atakutia nguvu katika yale ambayo unapitia. Mpaka mwisho wa siku utakuwa ni ushuhuda wa wewe kushuhudia watu. Amina. Kwa hiyo sasa nikawa naongea naye, nikamwambia, unajua katika changamoto ambazo umenielezea kweli ni ngumu na inakatisha tamaa. Hata ningekuwa mimi kibinadamu ningesema huyu mume basi, hapa sina mume, nina kitu cha ajabu ndani. Lakini nikamwambia, ukitengana na mume wako, Biblia kwa namna nilivyosoma na ninavyoitambua Biblia, unapofunga ndoa na mtu, yaani maana yake hapo ndio kiapo kimefanyaje? Kimefungwa. Kwa unapotengana naye, maana yake sasa Biblia inasema kwamba utaruhusiwa kupata ndoa nyingine mpaka mmoja wenu afanyeje? Afe. Unaona? Kwa sababu tayari mmeshafunga nini? Ndio akamwambia, kama utatengana naye utakuwa tena umeingia kwenye mateso ya kukaa peke yako. Lakini ukizingatia tena wewe tayari ni mama na una watoto wawili. Nikamwambia, na sasa hivi unapata ugumu wa kupitia hizo changamoto na hauoni msaada. Kwa sababu gani? Hauna kitu ambacho umekishikilia ambacho unasema kwamba hiki ni msaada wangu pale ninapopitia nini? Magumu. Nikamwelezea, nikamwambia kwamba katika hii dunia kuna falme hizi mbili. Kuna ufalme wa giza na kuna ufalme wa nuru. Sasa wewe unapoishi kwa shetani haupo, kwa Mungu haupo. Unategemea nini? Nikamwambia pia, si kila mtu anayekuona umeishi na mume wako unajua anafurahia tu. Kuna mwingine anakuona tu ukitoka nje na mume wako mnacheka, mnatabasamu, hajui ndani mnapitia nini. Ile kitu inakuwa inamuumiza ndani. Anatamani tu vuruge. Sasa yule anatumia nguvu anayojua yeye kuvuruge. Kwa hiyo kuna majaribu mengine anaweza akaja ukasema huyu mwanaume sasa amekuwa baraa. Kumbe kuna mtu ambaye anapika mambo nje bila ya wewe kujua. Na kwa sababu hakuna kitu wewe umekishikilia, kwa shetani haumo, kwa Mungu haumo, hauna nguvu ya kupambana na vitu kama hivyo. Mungu atusaidie sana. Kwa nikamwambia, unachotakiwa kufanya, mimi nitakupa ushauri, lakini kuna wakati naweza nikakushauri ukaona huyu kama ananishauri mambo magumu ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo nikamwambia, unatakiwa uchague. Kuna pande mbili. Kama unachagua ingia kwenye nuru, au chagua kuingia wapi? Gizani. Lakini kama mtumishi wa Mungu sikuishia hapo, nikamwelezea madhara ya kuingia wapi? Gizani. Na nikamwelezea faida ya kuingia wapi? Kwenye nuru, kwa sababu siku zote kwenye nuru hakuna madhara. Ila gizani kuna faida, lakini pia kuna nini? Kuna madhara. Utapata faida sawa, kwa sababu kwa wakati ule unauhitaji, na shetani siku zote anapenda kujimwamba fai. Maana yake kwamba unapomkimbilia yeye ili akusogeze uwe karibu, lazima akuoneshe namna gani anaweza, ili na wewe upate nguvu ya kumng'ang'ania. Maana yake inakuwa ndio nguzo yako kusimama nao unapopata matatizo. Kwa hiyo nikamwambia, utaenda kule kwenye giza, utapata sawa msaada wa suluhisho ya tatizo lako, lakini baada yake itakuwa ni msaada wa muda mfupi ambao baadaye utakuja kukutesa maisha yako yote. Kwa hiyo nikamwambia, kuna nguvu ambayo inatoka kwenye nuru, nguvu ya Yesu Kristo ambayo inakupasa wewe kung'ang'ana nayo.
Yesu atusaidie sana. Ambayo nguvu hii uking'ang'ana nayo, kuna vitu vingine si mpaka umshirikishe mtu. Ni kusimama wewe na Mungu wako, ukasimame tu, kaende magotini, mwambie Mungu, nang'ang'ana na ndoa yangu, nataka katika hili unishindie. Kwa hiyo nikamshauri mama yule, nikaongea naye kama ilivyo kawaida. Unajua, ukiwa na ushauri wanasema kwamba advice is not a commandment, kwamba ninapokushauri nakupa tu mawazo. Sasa mwenye maamuzi ya mwisho, decision making, inabaki kwa mtu mwenyewe ambaye anakuwa yeye. Kwa hiyo unaweza ukaangalia sasa, katika ushauri niliopewa nifanye nini? Wanasema kunyoa au kusuka. Kwa hiyo unaangalia. Kwa hiyo nikamshauri kwa namna hiyo, nikamuelezea, nikamwambia kwa hiyo maamuzi ya mwisho yamebaki ni yako, ila kwa swala la kutengana na mume wako mimi sikushauri, ila ninachokushauri, tafuta nguvu ya kuing'ang'ania ambayo itaweza kukusaidia wewe kung'ang'ana na kile ambacho unakiona ni kigumu kwako. Mungu akusaidie ili uweze kufanyaje, kufanikiwa na kulivuka hilo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuliangalia pale kipande kimoja, nasema tuliangalia namna ya kuomba, kwa sababu neno la Mungu lilisema katika Yakobo 4:2-3, wasema mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Tuliangalia unaweza ukang'ang'ana. Nilisema kwamba kuna wakati mwingine unaweza ukang'ang'ana, lakini unang'ang'ania kitu kisicho cha kwako, kwa sababu neno la Mungu linatuambia tuombe bila kukoma. Lakini neno hilo la Mungu linatuambia lolote tuombalo kwa jina lake Baba mbinguni atafanyaje? Atafanya. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mtu anasema lolote tu niombalo, lolote nitakalong'ang'ania mbele za Mungu, nina uwezo wa kufanyaje? Wa kupata, kwa sababu si neno la Mungu limesema. Lakini neno hili la Mungu linatuambia tunaomba lakini hatujui kuomba. Ndio maana nikasema tutakapofika mbele tutaangalia kusudi la Mungu katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu unapotambua kusudi la Mungu katika maisha yako ndio itakufanya wewe unapoingia mbele za Mungu ujue ni kipi cha kuomba na kipi si cha kuomba. Kuna kipindi fulani mchungaji wetu alitufundisha akasema kwamba kuna wakati mtu unaweza ukaomba Mungu na usipate majibu. Kwa sababu gani? Unaomba kile kitu ambacho yani si wakati wake kufanyeje kukipata. Lakini pia mwalimu Elikson akanifundisha, akaniambia kwamba kuna majira alafu kuna wakati. Unapofanya kitu kwa majira, si rahisi kile kitu kifanikiwe na kuendelea, kwa sababu majira ni kipindi cha muda mfupi. Lakini wakati wa jambo lile unapofika ukafanya kile kitu, lazima kinafanyeje? Kinadumu, kwa sababu wakati huko siku zote. Ni sawa sawa na mtu ambaye ni mwanafunzi. Mwanafunzi anakuwa under 18, si ndio? Maana yake kwamba na sheria ya nchi inasema kwamba mtu mpaka aweze kuoa lazima awe na above 18, yani awe amepita miaka 18, kwa miaka 18 kwenda juu, si ndio? Sasa uwezi ukakuwa mwanafunzi alafu ukawa unapiga magoti mbele za Mungu unataka kuoa, au ukawa mwanafunzi wa kike alafu unapiga magoti mbele za Mungu unataka kuolewa. Hiyo kitu inakuwa nini? Haiwezekani. Mwanafunzi unakuta tu unang'ang'ana, na mimi nina kitu namng'ang'ania Mungu. Kitu gani? Nataka ndoa. Hivi unaweza kusema mwanafunzi amechanganyikiwa? Kwa kuna wakati mwingine mtu unaweza ukang'ang'ana mbele za Mungu, unasema Mungu, ninataka nimiliki gari. Lakini kumbe ndio pale neno la Mungu linasema unaomba, lakini unaomba vibaya. Hujamuuliza Mungu, je, huu ni wakati wangu wa mimi kumiliki gari? Je, huu ni wakati wangu wa mimi kumiliki nyumba? Ndio pale sasa inapokupelekea unang'ang'ana, mwisho wa siku unaona huyu Mungu hatendi. Na Biblia ikatuambia tujui kuomba, lakini haikuishia hapo.
imetuambia kwamba tuombapo tunamhitaji Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza katika nini? Maombi. Unapokuwa na Roho Mtakatifu anakuelekeza ni nini cha kuomba mbele za Mungu. Unapofika mbele za Mungu anakwambia kwa wakati huu omba kitu fulani. Ndio maana hata nikasema ya kwamba hata unapopitia changamoto, umepitia matatizo, umepitia shida, si kwenda mbele za Mungu tu kulia. Muulize kwanza Mungu, nilichokipitia hiki unataka nifanye nini? Unajua, yani namshukuru Mungu kwa sababu amenipa ushuhuda mkubwa sana ambao nahisi nitakuwa nikiuelezea kila mahali na kila sehemu nitakaposimama madhabahuni pa Mungu. Na ni ushuhuda ambao utajenga watu wengi sana, kwa sababu nakumbuka ushuhuda katika changamoto niliyopitia ni nyimbo. Kuna nyimbo nilitengeneza nyimbo iko YouTube. Ile nyimbo ilinijenga zaidi kwa sababu nilipata msukumo wa kutengeneza nyimbo ya mapito ambayo nilipitia. Nikaiachia YouTube ile nyimbo. Nikaanza kuachia tu vipande TikTok, lakini nishangaa inapata mapokeo makubwa sana. Nilijikuta ninagusa watu ambao hata mimi mwenyewe sikutegemea. Mtu anatafuta anambia, mtumishi barikiwa sana, nilikuwa napitia changamoto 1 2 3, lakini kwa kusikiliza nyimbo hii, yani nimevuka kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Nilimshukuru Mungu kwa sababu alinipitisha kwenye darasa ambalo mimi mwenyewe ningesimama kwa nguvu zangu nisingeweza. Kwa sababu hata kwenye maombi nilikuwa napenda kuongea kwamba nilipokuwa nikikaa ofisini kwangu nilikuwa nasema hivi, nikisikia watu wanaibiwa nasema yaani mimi waniibie vyote, lakini wakiiba printer katika ofisi yangu na kompyuta, nahisi nitakufa. Sasa kila kitu nikawa nimeshajitengenezea kwenye maisha yangu. Yaani ni hivyo tu. Ni mtumishi sawa na sali, lakini sijui ni ujinga gani uliniingia. Nikasema bora niibiwe vyote, waniachie hata nini? Printer na kompyuta. Lakini wakati naongea hivyo, kumbe na Mungu ananiangalia. Anasema sasa kumbe wewe unagawa upendo wangu. Maana unaona kwamba ukiibiwa hivyo ndo maisha yameisha. Kwamba mimi siwezi chochote kwako. Kwa hiyo nina Mungu na mtumaini, lakini sasa ndaka Mungu kangu kadogo nimekatengeneza ka kompyuta na nini? Na printer. Na mtumishi mmoja alitufundisha Jumatatu, alisema unapomwacha Mungu ni sawa sawa na unazini. Kama unageuka unatoka kwa Mungu mwingine. Sasa sisi si mabibi harusi wa Yesu. Kwa unapomgeukia Mungu mwingine, maana sasa umetafuta bwana mwingine wa kumtumainia. Kwa Mungu akaniangalia akasema, unatafuta ka bwana kako kingine kadogo kadogo Umeshaniona sasa mimi siwezi kila kitu. Kwa nilipopitia hivyo nikapata funzo la kwamba hata ninapokuwa na utajiri wa kiasi gani, sitakiwi kuangalia kwamba mali yangu fulani ikiondoka kuna kiwango fulani nitapungukiwa. Ninachotakiwa kuangalia ni kusimama na Mungu kwa nyakati na wakati wowote ule, hata ninapopitia changamoto au shida ya namna gani au kitu gani napitia, ninatakiwa ning'ang'ane na Mungu mmoja aliye hai ambaye yuko mbinguni, Yesu Kristo peke yake. Sasa nilikufa? Sikufa. Na waliponikomboa wakaiba kila kitu, wakaniachia friji tu na laminating machine. Lakini ushuhuda mwingine wa kukujenga, nilikaa, unajua Mungu waga haachi mtu wake, si ndio? Haachi mtu wake. Nililia kweli, nilikaa barabarani, nililia kama kichaa, nalia na tetemeka, nguvu zimenishia. Yaani sielewi, naona kama dunia inazunguka, sielewi inaendaje. Muda kama masaa mawili. Nilipoinuka hapo, uchungu umeisha, kila kitu kimeisha, nikaenda polisi, nikatoa ripoti, nikarudi nyumbani. Baada hapo nikajisikia niko shwari kabisa. Mungu akanisaidia, akanitia nguvu. Roho Mtakatifu akawa ananiambia niombe kitu hiki kimoja tu. Kushukuru na kuuliza Mungu, ni kitu gani unataka mimi nifanye? Kwa katika maombi yangu yote, kwa kipindi ambacho nilipitia, nilikuwa hata nikiingia kanisani, ninang'ang'ana nalia mbele za Mungu, nasema Mungu,
na kushukuru, kwa sababu najua kuna mema mbele yangu. Nasema Mungu, tazama, naomba mapenzi yako yatimizwe, kwa sababu wewe ulinipitisha katika hili, ni una mpango na maisha yangu. Sikuwahi kukata siku moja nikalia. Naweza kuambia kwa nini nimeibiwa mimi tu? Kwa nini nilisema basi waniacha hata printer? Kwa nini hawakuacha hata hiyo? Kwa nini? Mungu, natoa sadaka, ninatoa michango, nafanya hiki, nagusa watu, nasamee watu madeni, naachilia. Kwa nini? Sikuwahi kuomba maombi ya namna hii. Kwa mimi niling'ang'ana na shukrani. Mwana Roho Mtakatifu alivyokuwa msaidizi wetu. Unaona namna Mungu anatenda kazi kwa watu wake. Mpaka sasa hivi nikiangalia najiona niko katika viwango vya kuinuliwa, hata kama sijafikia bado zile level ambazo nilikuwa mwanzo, lakini kidogo kidogo ninaona ni afadhali kuliko ya nini? Ya awali. Kwa sababu gani? Nilijua na Roho Mtakatifu alinijuza kwa kipindi kama hiki unatakiwa ung'ang'ane na kitu kimoja ambacho kinaitwa shukrani. Wewe umeibiwa kila kitu, maisha yako yameharibiwa, afu namshukuru Mungu. Hivi kiakili ya kawaida hiyo inaingia akilini? Mtu akukuta unaomba, Mungu nakushukuru ameniibia kila kitu, nasema asante kwa kuwa nimeibiwa. Sasa tasema una ukichaa kichwani. Lakini namna atendavyo Mungu si namna ambavyo wanadamu tunafanyaje? Tunatenda. Na namna afikiriavyo Mungu si namna wanadamu ambavyo tunafanyaje? Tunafikiri. Tusome katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 20 na mstari wa 20. Mathayo 20 mstari wa 20 nasema, ndipo mama yao wana wa Zebedayo wakamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumuomba neno. 20. Endelea. Na kumuomba neno, akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi pamoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba? Je, waweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi? Wakamwambia, twanywea. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Amina. Mama yake Yakobo na Yohana aliposikia ya kwamba Yesu anaenda kusulubiwa ili akamilishe kazi iliyomleta ya duniani arudi kwake mbinguni, akasema sasa huu ni wakati wangu wa kwenda kuomba sasa. Biblia haijanionyesha kwamba alikuwa na hilo hitaji kwa muda gani. Pengine labda tangia aliposikia habari kwamba Yesu atakuja ulimwenguni, yeye alikuwa na hitaji lake, akasema mimi nitang'ang'ana kipindi anakuja kukomboa ulimwengu, atakapoondoka nitaomba ombi langu zile ambalo nimelingangania kwamba watoto wangu wakae naye. Labda ilikuwa ndio hitaji lake ambalo alikuwa anang'ang'ana nalo mbele za Mungu. Kwa hiyo aliposikia sasa huu ni wakati ambao Yesu anarudi kwenda kwa Baba yake, anaelekea kukamilisha kazi yake, akaenda. Sababu Yesu akasema ombeni lolote. Sasa alipata nafasi, akasogea mbele za Yesu. Bwana mkubwa, naam, mimi ninaomba tu utakaporudi kwa Baba yako, mwanangu wa kwanza akae mkono wako wa kuume na mwanangu huyu mwingine akae mkono wako wa kushoto. Ni ombi baya kukaa mmoja upande wa kulia wa Yesu, mwingine upande wa kushoto? Ni ombi baya? Kuna mtu anaweza akakataa kupewa nafasi kama hiyo? Yaani Samia akwambie sasa hivi kwamba wewe unakuja kila ninapotembea unakaa mkono wangu wa kushoto, utajisikiaje? Vizuri sana. Yaani kile utakapotembea utaheshimika. Utapata, yaani hata kama ulikuwa ni mwokota makopo, mtu wa ovyo, unakula hata jalalani, unalala kwenye mitaro,
Yaani ukipata hiyo nafasi tu, kwanza sio hiyo. Yaani ukisalimiwa tu na rais, akakupa mkono, mkasalimiana, mkachekeana, yani kama vile mnapiga story kama ndugu wa muda mrefu mnafahamiana. Ni heshima kubwa sana. Sasa je, kwa Yesu alikuwa ombi baya, lakini Yesu akatafakari akasema, hivi huyu mama anajua alichokiomba? Yeye mang'ang'anio yake ni kwamba mwanae mmoja akae upande wa kulia wa Yesu na mwingine upande wa kushoto wa Yesu. Sio ombi baya, lakini je, anajua anachokiomba? Yesu akamuuliza sana, je, kikombe ambacho mimi ninakinywea mtaweza kukinywea? Sema, Bwana mkubwa, kwa hilo mbona hamna shida, tunaweza kabisa. Lakini bado akasema, sawa, mtaweza kukinywea, nafasi naweza kukupa, lakini mwenye maamuzi ya mwisho ni nani? Ni Baba yangu. Ndio pale tunaporudi ya kwamba unaweza ukang'ang'ana na kitu si kibaya, lakini je, unachong'ang'ana nacho ni kitu ambacho Mungu anataka wewe ung'ang'anie? Kuna mtu mmoja nilikuwa nazungumza naye jana, nikamwambia ya kwamba kuna kitu kingine kinaweza kikuchukua muda mrefu sana mbele za Mungu kukiombea, ukaking'ang'ania kweli kweli, lakini kikawa si cha kwako. Aliniuliza swali moja, akasema hivi, kwani Mungu hana uwezo wa kubadilisha mwanamke? Mfano mimi kijana, nataka nimwoe mwanamke. Sasa yule niliyempenda nikimwangalia, yani yuko, yani mwenendo tofauti na vile ambavyo mimi nataka. Je, Mungu hawezi kumbadilisha? Nikamwambia anaweza. Anaweza, Lakini kwa sababu Mungu hashindwi na chochote, anaweza kumbadilisha. Lakini je, umemuuliza Mungu akakwambia kwamba huyo mwanamke unayemng'ang'ania ni wa kwako? Na katika Mungu kumbadilisha, unapohitaji Mungu ambadilishe, lazima kuna gharama. Ndio Yesu akauliza, je, kikombe ninachokinywea mimi mtaweza kukinywea? Huwezi tu kaingia mbele za Mungu kawaida ukasema, Mungu nimempenda Furaha, kwa hiyo naona yule Furaha anakunywa pombe sana, naomba mbadilishe. Umemaliza, umetoka hapo. Yaani ndio maombi yako umaliza. Ukilala usiku unaingia pale, Mungu naomba unilinde na kushukuru ulinitunza siku nzima. Sasa unakumbuka yule Furaha wetu, naomba mbadilishe. Amina, unalala. Kuna gharama ambazo zitahitaji wewe uzilipe ili kwamba kile unachokihitaji kwa Mungu kiweze kufanikiwa, kwa sababu huwezi kung'ang'ania kitu kakipata kirahisi bila ya kulipia gharama. Ndio maana Yesu Kristo alipokaa mbinguni akaangalia kwamba wanadamu hao ambao nimewaumba na wang'ang'ania kila siku waje kwangu, bado hawaji. Najaribu kuleta njia mbalimbali, bado hawaji. Akaleta gharika likambeba mwanadamu, akafuta ulimwengu wote, akabakisha watu wachache na vitu vichache, lakini bado mwanadamu akuelekea. Akasema hapana, akaamua kulipa gharama ya kuacha ufalme wa mbinguni, kushuka duniani, kumkomboa mwanadamu kupitia damu yake. Amen. Na katika kumkomboa tu alitumia miaka mingapi hapa duniani? Kumkomboa tu mwanadamu. Lakini katika hiyo miaka 33 aliyopitia Yesu, hakukaa tu akala vibaga, sijui chapati, mayai, sausage. Alipitia vipindi mbalimbali ambavyo vilikuwa vigumu, lakini vipindi hivyo ndio zilikuwa gharama ambazo alikuwa akizilipa kidogo kidogo kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu wa thamani ambaye alikuwa akimng'ang'ania kwa muda mrefu ili arudi katika kundi lake. Kwa katika kila kitu ambacho unang'ang'ania mbele za Mungu, jua ya kwamba iko gharama yake, lazima uilipe. Hakuna cha bure. Si duniani hakuna cha bure. Unasema niipe niku, na kwa Mungu ni hivyo hivyo. Huwezi kupata tu kila rahisi. Lazima ugharamie. Lakini tambua ya kwamba gharama unazozilipa, je, ni kusudi la Mungu wewe kulipia gharama ya kitu ambacho unahitaji mbele za Mungu? Usije baadaye kumlaumu Mungu. Unalipa gharama, Mungu anakuacha kwa sababu umeng'ang'ania. Mungu yeye huaga lazimishi mtu. Wewe uking'ang'ania anakuacha tu. Kama Yona anaambiwa nenda tu, mimi siendi kule. Wale mna ugomvi nao, siendi. Bwana nenda, hapana, siendi.
Nenda. Sawa naenda. Kaenda, kafika njiani, siendi. Alipa gharama za kukaa tumboni mwa samaki siku ngapi? Lakini tukiangalia katika kitabu cha Wafalme, kuna yule nabii ambaye aliitwa na mfalme akaambiwa, nenda kailaani wana wa Israeli. Akawa anaenda mbele za Mungu. Unajua kuna wakati mwingine tunakuwa na vichwa vigumu sana. Anaenda mbele za Mungu, anambia Mungu niende, Mungu anambia usiende. Sawa siende. Natulia. Sasa Biblia inaonyesha alijua vitu gani na mfalme. Usikute aliambia Bwana wewe sasa ukija nitakupa labda nusu ya ufalme wangu, nitakupa eneo fulani umiliki. Kwa hiyo vile vitu vikaa labda vinamchanganya kichwani. Nimekuwa nabii, mtumishi, nimekuwa mgumu. Kwa nini afu mfalme ananipa neema kama hii tunikataa? Wajumbe wakatuma mara ya pili. Karudi tena, Mungu niende? Usiende. Mungu naye tena. Sasa kuna kipindi kama hicho unaanza una doubt kwanza. Hivi Mungu wa kweli au ananitania? Hivi kweli hapa kuna Mungu au kumbe unang'ang'ana na kitu ambacho Mungu hataki ung'ang'ane nacho. Alipoendelea na ubishi wake akaenda, Mungu niende. Mungu akamwambia nenda. Si aliruhusiwa na Mungu kwenda? Si ndio? Ila Mungu tayari alikuwa kashafanyaje? Kamkataa. Lakini kwa sababu ya kiburi chake na kung'ang'ana kwake, kung'ang'ania kitu ambacho si cha kwake, Mungu akamwambia nenda. Sasa ndio pale ambapo tunaanza kumuona Mungu mbaya. Kwa sababu gani? Kamkataza baadaye kamruhusu. Alipomruhusu afu njiani kamtuma malaika afanyeje? Amcheke. Lakini punda akafanyaje? Akamuokoa. Sasa sio punda aliyemuokoa, bali ni Mungu yule aliyeagiza malaika amcheke ndio alifanyaje? Sababu punda si aliongea? Ni kitu cha kawaida mnyama kuongea? Au niulize hapa, kuna watu wazima sana kuliko mimi. Mshaitangia mmezaliwa, kukutana na kuku anaongea labda. Anakwambia sio mjomba. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukang'ang'ania kitu ambacho si cha kwako. Unakubali ndio kulipa gharama, lakini gharama zile unalipa bure. Mwisho wa siku utalipa gharama, itafikia ule wakati sasa ambao sasa unaona huu ni wakati wa mimi kupokea, unashangaa upokee kile kitu, alafu unarudi sasa unaanza kuona kumbe huyu Mungu nilikuwa naambiwa eti anatenda, anafanya miujiza, kumbe ni wahovyo. Hakuna Mungu hapa. Kumbe si Mungu, ni ubishi wako mwenyewe unakusababisha uweze kuteseka bure. Wanasema mateso bila ya nini? Ya chuki. Kwa sababu mateso ya kujitakia utachukia. Yaani wewe hapa kuna bomba la maji Mabwepande hapa Mikocheni C. Wewe ukasema mimi nataka nikachote zangu maji Bunju, nibebe gondoo kichwani mpaka Mabwepande. Ukaenda Bunju unabeba ndoo yako ya maji, unatembea kidogo mpaka Mabwepande. Utamilia mtu? Si ni mateso umejitakia mwenyewe? Na Mungu ndivyo alivyo, anakuacha fanya kwa sababu umetaka mwenyewe na kiburi chako. Kwa hiyo tunapokuwa tunang'ang'ana mbele za Mungu, lazima tutambue ya kwamba ni kitu gani ambacho unaking'ang'ania, na je, kitu hiki ninachoking'ang'ania ni mapenzi ya Mungu mimi kuking'ang'ania kwa wakati huu? Na unapong'ang'ana, je, uko tayari kulipa gharama ya kile kitu ambacho unang'ang'ania mbele za Mungu? Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa tunamhitaji Roho Mtakatifu. Kuna siku nilifundisha somo la mwalimu mwema. Nilikuwa na vijana, nilikuwa kwenye mkesha. Yesu ni mwalimu mwema, si ndio? Yeye ndo anaweza kutuongoza njia ipi ya kupita, njia ipi si ya kupita. Yeye ndo anaweza kutufundisha kwamba omba kitu hiki sio cha kuomba. Sawa, ni kitu chema machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu. Lakini wakati huu mwanangu, si wakati wa wewe kuomba hiki kitu unachokitaka. Mfano mimi ni kijana sijaoa, si ndio? Alafu nikae hapa na kufundisha semina ya ndoa eti. Kwanza mtu akipita sasa atasema mmote nimechanganyikiwa, mnao kama mnanisikiliza.
Yaani nikae kabisa sema Mungu mimi ni mtumishi unaona? Lakini nikiangalia watumishi wanaoeleweka na kubalika ni wale wanaofundisha semina za ndoa. Sasa na mimi nipe upako. Nikijana hapo sijaoa, nitakufundisha nini? Nasema kwani sinajua? Vitabu si vipo? Sawa, vitabu vipo vinavyoelezea mambo ya ndoa, sio mahusiano, chumba, ninasoma kama kijana kujiandaa ndio. Lakini si wakati wangu wa mimi kusimama madhabahuni au sehemu yote ile nikakaa naanza kumfundisha mtu. Unajua unapokuwa kwenye ndoa unatakiwa ufanye vile. Hiyo ndoa nilikaa wapi? Nilisoma kitabu lakini sina experience nacho. Sasa nakufundisha nini? Kwa mtakao sasa unataka kufundisha ndoa kwani mwanangu unaangania sio wakati wako. Hapana Mungu, mimi naona kabisa nilifundisha ndoa nitakuwa na kibali. Nipatie. Sasa unajua mwanangu hebu nisikilize kwanza. Wakati bado. Wakati bado narudi nyuma. Narudi tena bwana mimi kila nikifikiria nikiangalia naona hii ndio inanifaa. Wewe si mbishi nenda. Yaani ndio kanuni ya Mungu. Ukingangania si ndio anasema ombeni lolote kwa jina langu utafanyaje? Si umengangana kwa huko na wakati mwingine Mungu anataka kuonesha kwamba sasa wewe na kiburi yako nenda na kiburi yako. Ila utakachokutana nacho usiniulize. Lakini bado vile vile ni walema. Nasema sasa katoto wanaenda kupotea. Anakurudisha. Ndio pale wa kurudi, anarudi ila yule ambaye anakufa moja kwa moja anafanyaje? Ndio pale sasa unaona umeng'ang'ana mbele za Mungu na kitu ambacho si cha kwako. Unaona Mungu atende sasa ndio unafikia wakati ambao unaona sasa ni wakati sasa nishaona. Kwanza nikienda kwa mafrani vipi? Unajua rafiki yangu yaani mimi nilivoolewa nilikaa miaka 5 sijapata mtoto. Ikawaje? Nikaenda kwa mposa akaomba bado sijapata mtoto. Ukafanyaje tena? Nikaenda kwa Fanueli akaniombea bado sipata mtoto. Ukafanyaje tena? Nikaenda kwa Gamanya akaniombea sikupata mtoto. Ukafanyaje tena? Nikaenda kwa Joram akaniombea kwa kote huko liangaka Sasa mbona sasa hivi una mtoto ulifanyaje? Wewe sikiza nikwambie siri. Siri gani? Kuna mganga mmoja kiboko Bagamoyo. Katokea wapi? Ametokea Nigeria. Yaani ule ukienda yaani wiki moja tu mimba pa. Na sasa ukiangalia na wewe katika kile kitu ambacho ulikuwa unakingangania, unaona nimekaa karibia miaka 2 na sota magotini pa Mungu nalia, nafunga hadi siku 7 kavu, najitesa siri, vipindi vya kanisani haviishi ili Mungu anijibu, alafu inafikia wakati ambao nilikuwa na makubaliano yangu mimi na Mungu anibariki, naona sasa bado atendi. Nasema hebu kwanza unajua hebu nipeleke kwanza huko. Ndiko pale sasa unapoanza kumwacha Mungu na kupotea na kusudi la Mungu katika maisha yako linapotea mazima. Unaenda tena kulipa gharama za upande wa pili. Yaani unajua kuna raha ya kuwa kwa Mungu. Unapoenenda sasa na Mungu anamotaka, gharama unalipa mara moja tu. Ukishalipa mara moja gharama, ukapata kile kitu kwa Mungu akikukabidhi, basi imeisha. Unabaki tu ni kumshukuru Mungu basi. Unabaki tu kuomba basi. Lakini utakapokeuka wala upande mwingine ukaenda kule. Sijawahi kwenda lakini ninaoyasikia hata naona yasikia. Na hata walioko kule wengine wanaongea kabisa live wanakwambia. Kuna bamdogo wake na rafiki yangu mmoja. Kuna siku nilienda kwenye sherehe ilikuwa ni kipaimara cha rafiki yangu. Sasa yule bamdogo alikuwa anakunywa sana. Lakini akatuambia hivi, wanangu, nataka niwashauri kitu kimoja. Kama bamdogo nasemaje? Anakwambia, yaani msije mkasubutu hata kuonja kilevi.
Sasa sisi tulikuwa tunamtania baba mdogo. Yaani wewe unakunywa, alafu si unatambia eti tusisubutu kuonja, wakati unapata kurudani kabisa. Unafurahia na unapiga za kutosha. Sisi unatuonea. Akasema si hivyo wanangu, sikia niwaambie. Yaani ukiingia huku unapoanza unasikia raha na burudani, lakini kadri unapozidi kuzama ndipo unapoona mateso yanaongezeka katika maisha yako. Lakini sasa mlango wa kujichomoa unakuwa unatamani kujichomoa, ila kujichomoa inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sasa tunatakiwa tusimame mbele za Mungu. Tunapong'ang'ana tutambue ya kwamba hiki ninachoking'ang'ania ni kitu ambacho Mungu anataka niking'ang'anie. Usije ukalipa gharama za bure, alafu ukakikuta unageukia upande mwingine ambao utaishi kwa mateso na majuto mpaka neema ya Mungu ikushukie. Na isipokushukia unapotea moja kwa moja. Kwa sababu ni kitu ambacho Mungu alikuwa akikuelekeza, unashupaza shingo yako, unaendelea kufanya ya kwako. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa siku ya leo nitaishia hapo kwa sababu muda wangu tayari umeniacha. Kipindi kijacho, Jumapili ijayo, tutaanza kuwaona mifano ya watu ambao waling'ang'ana mbele za Mungu na mahitaji yao mbalimbali na mpaka wakafanikiwa, ambao nilisema tutaangalia pande mbili. Upande mmoja ni watu ambao waling'ang'ana katika huduma na vitu vya Mungu, lakini upande mwingine ni watu ambao waling'ang'ana katika mambo yao binafsi ya maisha ya kila siku na bado walitendewa kwa Mungu. Na tutaangalia watu ambao waling'ang'ana kupitia kusudi la Mungu, lakini pia tutaangalia watu ambao waling'ang'ana kupitia matakwa yao wenyewe. Tutaona faida na hasara zake, alafu tutaambizana kipande kitakachofuata tutaangalia kitu gani. Mungu awabariki sana. Amen. Nitamshukuru Mungu. Ninakushukuru Mungu muumba mbingu na nchi kwa neema na kibali ambacho umenipatia tena siku ya leo kusema na watu wako. Tunasema asante kwa neno lako zuri. Tunasema asante kwa mafundisho yako ambayo unaendelea kutufunulia na kutufundisha kila itwapo leo. Endelea kujenga imani zetu, endelea kutusimamia na kutulinda, kututunza tukaisimamia imani na iliyo kweli mpaka pale ambapo Bwana utakapoona ni wakati sahihi wa kuja kulichukua kanisa lako. Mafundisho haya yakakae kichwani mwetu na yakajae katika mioyo yetu ili tukaweze kuyatendea sawa sawa na vile upendavyo. Ni katika jina lako Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen.